Kuna watu wengi ambao hawaelewi tofauti kati ya Airbnb au tunaziita short term rentals na furnished apartments. Hizi ni mbili tofauti, hazifanani. Na kuto kujua hiyo tofauti ndiko kuna kusababisha wewe ambao possibly unaangalia hii video kustruggle kuweza kupata wateja. Kwa nini? Kwa sababu inaweza kukuta una function zaidi kama mtu ambaye anayefurnished apartment zaidi ya kujiandaa na kufanya vitu kama mtu anayefanya biashara ya Airbnb. Furnished apartments ni nyumba ambayo imewekwa masofa, kitanda na vitu vingine vichache kama makabati na kadhalika. Na kwa watu wengine wachache unakuta labda wameweka na jiko, labda stove na lights nzuri kidogo pale ndani. Sana sana furnished apartments zinatengenezwa ili kuhakikisha kwamba mpangaji anayekuja kukaa akisema labda anahamia, kitu ambacho anaweza kufanya ni kununua let's say mashuka na kununua vitu vingine, samani zingine ataziongezea mwenyewe. Kategori ambayo furnished apartments ipo tunasema ni real estate, yani ni biashara ya mali zisizohamishika. Airbnb ipo kategoria tofauti kabisa. Hapa tunaongelea hospitality. Hii ni kama kategori ya mahoteli. Kitu ambacho kinaleta utofauti zaidi ni kwamba hizi nyumba zimetengenezwa zikiwa na the customer in mind, experience ya yule mteja wako akija kukaa pale. Ndio kwa maana tuna care kwenye vitu kama harufu ya ile nyumba, muonekano wa taa, rangi tunazozicompliment na vitu kama hivyo, na ina experience ya kipekee. Mara nyingi kwenye furnished apartments watu wanachukua kwa miezi 6 au mwaka, lakini kwenye short term rentals huko watu wanakodisha ndani ya siku 1, 2, 3 all the way mpaka mwezi mmoja. Sasa cha mwisho labda tuseme hapo kwenye hizi tofauti ni namna ambavyo kwenye Airbnb unaweza ukawa na dynamic pricing. Kwa tuseme kama muda ambao ni high season, unaweza kukuta umeweka ndani ya Airbnb bei yangu range kati ya $40 mpaka $70. Inamaanisha kama kuna demand kubwa itaipush zaidi huko kwenye 60 na 70 ukatengeneza hela zaidi. Wakati upande huu mwingine mara nyingi unakuta ni fixed amount fulani unalipa kwa mwezi, ndio hivyo. Sasa kwa nini nimeileta hii mbele yenu? Ni kwa sababu nimekuja kugundua kitu kwa Tanzania wengi wanafanya sasa hivi. Mtu kwa sababu ana nyumba yake ina furnitures kadhaa huko ndani, anataka afanye Airbnb. No. Kwa sababu kosa kubwa linalotokea hapo ni kwamba hiyo nyumba haikutengenezwa kwa malengo ya ukodishaji nyumba kwa muda mfupi. Mteja akija kufika kwenye ile nyumba anagundua kwamba amepigwa. Nyumba ina miss vitu vingi ambavyo kiukweli kinaweza kumfanya mtu kuishi pale comfortably. So kitu ambacho ningesuggest, kama una properties nyingi, labda 1 au 2 units kadhaa, amua kuzifanya short term rentals, ambapo utainvest kwenye kupata ushauri kwa namna ambavyo unaweza ukaiset up hiyo nyumba in a way ambayo itamvutia mteja wa muda mfupi, na akifika pale atakuta hiyo nyumba iko sufficient na kila kitu ambacho anakihitaji.